wataalamu wa lishe tunawatambua baba lishe na mama lishe, na tuna appreciate yani mchango wao kwenye jamii, kwa sababu kwanza wanasaidia swala zima la upatikanaji wa chakula kwenye maeneo mengi, maeneo mbalimbali, maeneo ambayo labda tuseme zile hoteli kubwa, huduma kubwa kubwa za chakula zingefika, lakini haziwezi, ila wao unawakuta mpaka kwenye maeneo ya kawaida sana. Kwa hiyo wanatusaidia kuhakikisha uhakika wa chakula kwenye maeneo yetu ya kazi, kwa mfano huku mijini, maeneo ya masoko, maeneo ya biashara na maeneo mengine kama hayo, stendi, kwenye huduma za usafiri. Kwa hiyo tunakubaliana kwamba ni wenzetu na wanatusaidia kuhakikisha kwamba jamii inapata chakula na pengine pia kwa wakati. Sawa, swala la upatikanaji wa chakula ni swala la kwanza, lakini swala la chakula kipi pia wanakitoa linakuwa ni swala jingine. Pengine kwa mtazamo wako, tangu umeanza kuwafahamu baba lishe na mama lishe, unaona lipi ambalo wanatekeleza kwa namna gani masuala mazima ya kuhakikisha kwamba watu wanaweza kupata lishe bora? Kwa kweli kwa kiwango kikubwa wanatusaidia kutoa huduma za chakula na hata kile chakula ambacho kinapatikana kwenye maeneo husika, lakini pia kile chakula ambacho kinapatikana kwa bei ambazo watumiaji wengi wanaweza wakamudu. Na wakati mwingine vile vyakula ambazo sisi tunapenda kuvipromote, kwa mfano mihogo, magimbi, viazi, hivyo ni vile vyakula vya asili ambavyo sisi wataalamu wa lishe tunavipenda sana, kushauri kwamba jamii iviangalie. Vyakula vya kama dagaa, ugali, mboga mboga, ndio vyakula vingi ambavyo utavikuta kwa baba lishe na mama lishe, maharage, wali, unaona. Kwa hiyo wanatusaidia kuhakikisha kwamba tunapata kile chakula ambacho ni halisi, lakini vile vile vyakula vyao mara nyingi zinakuwaga live, kwa sababu mama lishe unaweza kumkuta anaosha pale pale, anaandalia pale pale, anapika pale pale, mnamuona, cha moto kinapakuliwa hapa hapa mnakiona. Japokuwa pia kuna swala la kuendelea kusisitiza kwa kundi hili la baba lishe na mama lishe, ambayo mimi kama mtaalamu wa swala la afya na lishe ningependa sana tuendelee kuelimishana na kusisitiza masuala yafuatayo. Na pamoja ni swala la usafi na usalama wa vyakula, kwa sababu kuna baadhi ya maeneo ambayo ukipita unakuta labda mtu anapika, kuna mfereji wa maji machafu, kuna mtaro. Kwa hiyo unaweza kukuta mazingira yanayoandalia vile vyakula sio salama kwa chakula. Kwa hiyo ni eneo moja hapo ambalo nadhani tuliangalie sana. Lakini vile vile ubora pia wa chakula. Unajua, kwa sababu wakati mwingine vyakula vile vinakuwa labda ni vya bei rahisi, lakini je, kile chakula anapokinunua yeye kuja kuniandalia mimi mlaji kina usalama kiasi gani? Nikisema hivyo nitolee mfano, je, yale zimeharibika, labda zimechachuka, zimepondeka, zimeharibika, vitu kama hivyo. Kwa hiyo ningependa tuangalie tu maeneo mawili: usafi, usalama wa chakula, ubora wa chakula na vitu kama hivyo. Sawa. Na umezungumza masuala ya usafi hapo na kuzingatia haya yote ili kuhakikisha kwamba jamii pia wakati inakwenda kupata vyakula inakuwa iko salama. Watu wengi natumai inawezekana wakienda kwa mama lishe na baba lishe, inawezekana hivi vyakula ambavyo vinatajwa kwa maana ya pengine vyakula vya asili, inawezekana hawavili sana, wanakula vyakula vingine tu ambavyo vimeandaliwa pale, basi ndio chaguo lao. Wewe una ushauri wako ni upi kwa wale ambao sasa ndio walaji na wanakwenda kwa mama lishe na baba lishe na wanaandaa vyakula mbalimbali? Ni kweli, na ndio maana tunakuwa na vipindi mbalimbali na maeneo mengi ambayo tunaendelea kuelimisha jamii kuepuka vile vyakula ambavyo sisi tunaviita ni milo hafifu. Ni milo hafifu kwa maana kwamba vyakula vile ambavyo vinakuwa vina sukari nyingi, vina mafuta mengi, vina machumvi mengi, ambavyo mwisho wa siku vinakuja kutuletea ongezeko kubwa la magonjwa yasiyoambukiza kwenye jamii. Kwa hiyo ni vizuri na wao pia kwa sehemu zao watusaidie kupata vile vyakula ambavyo ni halisi, traditional foods au tunasema local foods, ambavyo zina promote zaidi afya njema kwa mtumiaji. Na sisi watumiaji pia tuwe makini, unajua, kwa sababu mtu anafanya vile, lakini pia yule kwenye biashara. Kwa hiyo moja kwa moja ataangalia, je, ni chakula gani ambacho kinatoka kwa wingi. Kwa hiyo ndio unakuta kuna baadhi ya maeneo yanajulikana kabisa kwamba maeneo haya ukienda utakuta kitu fulani kwa wingi. Kwa mfano, kwa hapa Mwanza mimi naweza nikatolea mfano wa
barabara ya Meko. Pale kuna wauza chipsi wengi sana, chipsi mishkaki wamejipanga wengi, unaona. Kwa hiyo unakuta kwamba wale wanahudumia kitu ambacho kinauzika kwenye maeneo yao, na sisi walaji wa mwisho wakati mwingine tunawainfluence wale babalishe na mamalishe watuhudumie nini. Kwa hiyo hili ni swala ambalo linakuwa linapaswa liangaliwe kwa pande zote mbili, babalishe na sisi watumiaji. Ni elimu ambayo inatakiwa iende pande zote mbili ili tuweze kutembea vizuri. Sawa na katika sasa kuliangazia hilo kwa undani zaidi, pengine nyie kama wataalamu wa masuala mazima ya lishe, tukiachana na wakaguzi wengine ambao mara nyingi wao wanahusika kwenye kukagua haya maeneo na kuhakikisha kwamba yanakuwa yako salama, pengine hamtazami au hamuoni kwamba mnaweza mkaanzisha pia visemina vidogo kwa ajili ya hawa babalishe na mamalishe kwenye kuelimisha, ambao wanaweza kuwa mabalozi pia kwa wale walaji ambao wanaweza kuwa wanakuja kula pale, mkawa mnashirikiana pia na taasisi nyinginezo ili kuhakikisha mnawapa elimu? Ya, kwa kweli hilo ni wazo zuri mtangazaji, na mimi nakubaliana nalo, na nadhani pia serikali inajitahidi kwa kiwango kikubwa sana. Kama hivyo ulivyoona leo wamealikwa kabisa na Mheshimiwa Rais ameonana nao, na tuna taasisi nyingi. Taasisi yetu ya Chakula na Lishe Tanzania na iko mstari wa mbele kupambana kuhakikisha kwamba wananchi kweli wanapata lishe ambayo ni sahihi. Kwa hiyo nadhani ni jambo jema tukilichukua hilo kwa pamoja, kuona ni jinsi gani tunaweza tukawapata hawa babalishe na mamalishe kwa mafunzo zaidi, na sio lazima yawe mafunzo labda ya gharama au ya muda mrefu. Sana ni kupeana tu vile vitu vya msingi ambavyo vitawasaidia wao kama wahudumu wa vyakula au wafanyabiashara wa vyakula wahudumie jamii katika vile vyakula ambavyo sisi tunapenda jamii yetu ivitumie ili tupunguze maradhi, lakini pia tuwe na jamii yenye afya njema. Sawa. Kumekuwa kuna uwepo sasa hivi tukielekea kumaliza sasa, kumekuwa kuna uwepo wa baadhi ya maeneo mengi sana hapa nchini. Tunaona pengine masuala mazima ya utapiamlo yanaongezeka kwa sababu watu hawapati lishe ya kutosha na nini. Pengine wakina mamalishe na babalishe wanawezekana wakawa wanahusika kwa namna moja ama nyingine, ama ni watu gani ambao moja kwa moja unafikiri wanaweza kuwa wanahusika zaidi katika hili? Mtangazaji, mimi nisingependa kulichukulia swala la utapiamlo au changamoto za lishe kwamba ni swala ambalo tunaweza tukamlaumu mtu fulani kwamba yeye ndo kisababishi. Kwa sababu swala la utapiamlo lina mambo mengi ambayo yanachangia. Na ukija kumkuta labda ni mtoto au ni mtu mzima na swala la utapiamlo, lazima tuangalie kwanza lilianzaje. Kwa hiyo unakuta kuna vitu vingi ambavyo vinachangia pale. Pengine ni maradhi, hali ya uchumi, kukosekana kwa uelewa. Na kama sasa hizi unaona tukipitia kwenye takwimu zetu za hali ya lishe nchini, unakuta mikoa kama Dar es Salaam inaongoza kwa utapiamlo wa uzito uliozidi na uzito uliokithiri. Na huu utapiamlo tunapouongea tunajua kwamba uko aina tatu. Kuna ule utapiamlo wa uzito kuzidi na kukithiri, kuna utapiamlo wa chini kwa maana ya ukondefu, lakini vile vile kuna utapiamlo kwa maana ya njaa iliyojificha, ukosefu wa vitamini na madini. Kwa hiyo swala la lishe ni swala mtambuka. Sekta zote zinaingia kwenye swala la lishe. Kwa hiyo ni swala la sekta zote, ni swala la watu wote, ni swala la jamii nzima, na niseme tu kwamba sio swala la kurusha mawe kwa mtu fulani. Sawa. Shukrani sana. Na mwisho sasa, tumeona sasa serikali kama ulivyosema, Rais Samia ameamua kukutana nao chini ya kauli mbiu inayosema shiriki kulinda amani na mshikamano wa taifa, amani ni hazina yetu, mama na baba lishe. Pengine serikali inapowatazama mama lishe na baba lishe ambao umezungumza mwenyewe kwamba wanachangia pia kwenye masuala mazima ya kuleta ustawi wa lishe kwenye jamii zetu, pengine nini kinakujia kichwani? Unaona afya wa mama lishe na baba lishe kuchangia zaidi kwenye swala zima la lishe pindi ambapo tunaona serikali sasa inawakusanya pamoja pia na wana umoja wao pia, na pamoja na ushauri wako pia, serikali na mchango wake na ushauri wako pia, ili kuhakikisha kwamba tunaendelea kudumisha hilo. Serikali na mchango wake, na baba lishe na mama lishe pia wana mchango wao, kwa sababu pia wale ni wanajamii. Lakini vile vile tunaposema kwamba kudumisha swala la amani na ushirikiano kwenye taifa, na wale ni wanataifa kama sisi.
Kwa hiyo ni vizuri tukija kwa pamoja kama jamii bila kuangalia tofauti zetu na nini na nini. Kwa hiyo tunapokuwa na jamii ambayo ina afya njema, basi tutakuwa na ustawi mzuri, kwa maana kwamba swala la lishe kama tunavyoliangalia nilipana sana na nilikubwa sana. Na lishe ikiharibika inaathiri maeneo mengi, inaathiri uchumi wa taifa, inaathiri uchumi wa kaya, inaathiri amani ndani ya familia. Mtakapokuwa mnaugua mara kwa mara, hali ngumu, unaweza kukuta hata wakati mwingine baba na mama wanavutana, watoto hawawezi kufanya vizuri shuleni, unaona. Kwa hiyo mimi nadhani baba lishe na mama lishe tukiwapata vizuri, tukiwajenga vizuri, na kwa sababu pia wanahudumia watu wengi, tutakuwa na uhakika kwamba watu wangu fulani tumewafikia watu wengi na elimu ya lishe ambayo itatusaidia ustawi kwa pamoja kama taifa. Na msikilizaji, huyu alikuwa ni Edna Celestine